going on? What's up? What to do? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Assalamu alaikum watu wangu wa nguvu wa Gosa Chuma TV. Once again, karibu tena kwenye kitchen session kama ilivyoada na kama ilivyo kawaida, tuna mapishi tofauti tofauti, na leo tunaenda kupika kitu kinaitwa wali mseto. Shout out to my friend Scholar Kisanga, moja kati ya watu ambao walinielekeza kwa namna moja ama nyingine kupita njia za kuweza kufanikisha kupika wali mseto. How are we going to do it? Basi nataka ufatane na mimi kwenye hatua ya kwanza mpaka ya mwisho. Muhimu, hit that like button, hit that subscribe, comment below kwa kile ambacho unadhani tunaweza tukarekebisha, ama kwa kile ambacho tukao umekipenda kwenye YouTube channel yako best na pendwa zaidi ya Gosa Chuma TV. I'm your chef President G Bongo. Let's get it on. Kitu cha kwanza kabisa katika mapishi yetu ya leo, baada ya kubandika sifuria, basi unaweka mafuta yaweze kupata moto kidogo. Baada ya hapo unaweka vitunguu vyako, unavikaanga vizuri kabisa vitunguu vyako pasi na shaka yoyote mpaka viweze kubadilika rangi. Na ukimaliza tukio hilo, basi unaweka carrot, unazikata kwa mtindo ambao utakuwa unaupenda wewe mwenyewe, na unachanganya carrot na vitunguu ili viweze kuchikana vizuri. Baada ya hapo unaweka viungo ikiwemo tangawizi. Ni moja kati ya kitu muhimu kabisa ambacho unatakiwa kuwa nacho kwenye mchanganyiko wako wa wali mseto. Baada hapo unachanganya na viungo vyako ulivyoviweka ikiwemo hiyo tangawizi, na baada hapo unachukua pilau masala, lakini ukiwa na kitu kinaitwa garam masala, nayo ni nzuri zaidi kwenye pishi hili la wali mseto. Na baada hapo unachanganya tena kama kawaida vitu vyako viweze kuiva vizuri, na baada hapo unachukua mchele. Mchele wangu mimi, kwa sababu mchele wa Marekani unakuwa ni mwepesi sana, huwa siuloweki, kwa hiyo unaukaanga moja kwa moja na viungo vyako bila ya kuweka maji wala nini. Kwa hiyo ukiukaanga huu mchele unakuwa mtamu kweli kweli, afu unakuwa ni ushikane. Baada hapo pia unaweka maharage ambayo unakuwa umekwisha yachemsha. Ukiweka yale maharage na usiachemshe yaive sana, yanaiva tu kiasi chake, baadaye yatakuja kuiva na wali wenyewe. Kwa hiyo baada ya hapo ukiweka maharage yako na ukayachanganya na mchele wako ambao unakuwa umeukaanga hapo, hujaweka maji, unachukua nazi. Kwa wale ambao wanatuila nazi, basi unaweka nazi moja kwa moja kwa sababu inakuwa na maji na vitu kama hivyo, lakini mimi nazi yangu kama imeganda naweka na maji kidogo ili iweze kuyayuka vizuri kwenye wali wangu. Kwa hiyo unakoroga hiyo nazi hapo mpaka iweze kupotea ama kuyayuka kabisa kwenye sifuria yako, na uweze kuweka vitu vingine vinavyofuata. Baada hapo unakoroga nazi ile mpaka inapotea kabisa. Lakini katika sehemu hiyo ni sehemu ambayo unaweza ukaweka chumvi. Sasa moja kati ya vitu muhimu sana ambavyo hutakiwi kuvisahau kwenye mapishi yako, hata walau kidogo sana kwa wale ambao hawatumii chumvi, lakini unaweka kijiko kimoja cha chumvi. Na baada hapo unapunguza moto kidogo. Ukishapunguza moto unafunika ili wali wako kidogo ukauke na maharage yake. Lakini kumbuka tuna vitu kama pilipili hoho. Hapa ndio sehemu ambazo mimi huwa napenda kuweka pilipili hoho, kwa sababu huwa napenda ziive walau kidogo. Kwa hiyo huwa naweka mapema kabla wali haujakauka. Wengine wanasubiri wali ukauke ndio wanaweka hizo hoho, wanataka ile crispy ama crunch. Mimi waspendi sana crunch, napenda kitu kiive. Kwa hiyo nachanganya na wali yako vizuri kabisa. Baada ya hapo unafunika tena ili sasa wali uweze kukauka. Unapunguza moto kidogo usije wali ukakauka kwa kuungua. Unafunua, unaangalia vitu kama vimekaa sawa. Sasa unageuza kwa mara ya kwanza ama unageuza kwa mara ya pili. Mara nyingi wali huwa unageuzwa mara mbili tu, mara ya kwanza, mara ya pili unasubiri ukauke kabisa. Kwa sisi tunapika majiko ya umeme, huwa tunangoja tu kauke, lakini watu wa mkaa unatoa mkaa chini unaweka juu. Unakumbuka yale mapishi yetu ya kizamani, lakini huku tunapika kisasa zaidi, ama sasa hivi wanapika kisasa zaidi, huwa hatutaki ukoko. Na baada hapo kitu
kimetoka mwake mwake mwanangu. Msosi tayari kwa kula na kachumbari.